Kama mshahara wako au pesa unayopata katika biashara yako au mihangaiko yako yoyote ya kimaisha inaisha, lakini maisha yako hayabadiliki na yanaendelea kuwa kawaida kama huingizi kiasi chochote cha pesa, video hii ni yako. Na hapa nimekuandalia makosa 8 makuu ya kifedha yanayokufanya uendelee kuwa maskini na usibadilishe maisha yako. Ila kabla sijakwambia makosa hayo ambayo wengi huyafanya, naomba ubonyeze alama ya subscribe button hapo chini ili nifahamu kama tupo pamoja katika safari ya elimu ya kifedha. Sasa tuanze. 1. Kutotengeneza bajeti ya matumizi. Hili ni moja ya makosa makubwa ya kifedha yanayowafanya watu wengi waendelee kuwa maskini bila hata kujua sababu halisi. Kutotengeneza bajeti ya matumizi kunamaanisha kuishi bila mpango wa fedha. Unapokea pesa, unazitumia kadri mahitaji au hisia zinavyojitokeza bila kujua ni kiasi gani kinaenda wapi na kwa lengo gani. Bajeti ya matumizi ni kama ramani ya pesa zako. Bila ramani, unatembea lakini hujui unaelekea wapi. Mwisho wake unapotea. Kimaelezo ya undani zaidi, naweza sema kwamba mtu asiye na bajeti: 1. Hajui mapato yake halisi ya kila mwezi. Hajui matumizi yake ya lazima na yasiyo ya lazima. Hana kiasi kilichopangwa cha akiba. Hana udhibiti wa matumizi ya ghafla. Matokeo yake ni kwamba pesa huisha haraka na kila mwezi unaonekana mgumu hata kama kipato hakijabadilika. 2. Kutumia pesa bila mpango. Hili ni kosa la kifedha linalowaangamiza watu wengi kimya kimya, hasa vijana na watu wa kipato cha kawaida. Ni hatari kwa sababu mara nyingi halionekani kama kosa, bali linaonekana kama kujifariji au kujithamini. Kutumia pesa bila mpango, impulsive spending, ni tabia ya kutumia pesa kwa hisia za muda mfupi bila kufikiria athari za baadaye au bila kuzingatia malengo ya kifedha uliokuwa nayo. Kwa lugha rahisi, unaona kitu, unakitaka, unanunua, unajutia baadaye. Maelezo kwa undani. Impulsive spending husababishwa na hisia, furaha, huzuni, stress na presha ya marafiki. Matangazo, offers, discounts au last chance. Kukosa bajeti au mipaka ya matumizi. Kujaribu kuonekana una maisha mazuri mbele ya watu. Tatizo ni kwamba pesa hutoka haraka kuliko inavyoingia na hakuna kinachobaki cha kudumu. 3. Kukopa kwa matumizi badala ya uwekezaji. Hili ni kosa la kifedha linalowafanya watu wengi wabaki pale pale au warudi nyuma, hata kama wanapata mikopo mara kwa mara. Tatizo si kukopa. Tatizo ni kukopa kwa matumizi yasiyorudisha pesa. Kukopa kwa matumizi ni pale unapochukua mkopo ili kununua simu, kufanya sherehe, kula vizuri, kusafiri, kuishi maisha ambayo kipato chako hakiwezi kuyamudu, badala ya kukopa kwa uwekezaji unaoweza kuzalisha kipato cha kukulipa mkopo na kubaki na faida. Mfano wa mkopo mzuri unatakiwa ni kama kuzalisha pesa, kuongeza kipato, kujilipa wenyewe, self-paying. Lakini mkopo wa matumizi huwa haufanyi kazi, hauzalishi kitu, unakula riba, unabaki kuwa mzigo. Kwa lugha rahisi, mkopo wa matumizi ni pesa unazokopa leo ili kuteseka kesho. 4. Kukosa akiba kabisa. Hili ni kosa la kifedha linalomfanya mtu aishi maisha ya hatari kila siku, hata kama ana kipato cha uhakika. Kukosa akiba kunamaanisha kuishi bila kinga ya kifedha. Akiba ni pesa unazotenga leo kwa ajili ya dharura, kesho, fursa zitakazokuja, amani ya moyo. Mtu asiye na akiba anaishi kwa kanuni ya nikikwama nitaona cha kufanya, na mara nyingi cha kufanya huwa ni kukopa. Maelezo kwa undani. Bila akiba, tatizo dogo linakuwa janga kubwa. Unalazimika kukopa kwa presha.
Unakosa uwezo wa kuchukua fursa. Unaishi kwa hofu ya kesho. Akiba haimaanishi pesa nyingi. Inamaanisha nidhamu ya kutenga hata kidogo mara kwa mara. 5. Kuepuka kujifunza elimu ya fedha. Hili ni kosa la kifedha linaloonekana dogo, lakini ndilo mzizi wa makosa mengine yote ya pesa. Mtu anapokwepa kujifunza elimu ya fedha, anaamua kuishi kwa kubahatisha katika jambo nyeti sana: pesa. Elimu ya fedha ni uelewa wa jinsi pesa inavyopatikana, jinsi pesa inavyotumika, jinsi pesa inavyohifadhiwa, jinsi pesa inavyoongezeka. Mtu asiye na elimu ya fedha anapata pesa lakini hajui ifanye nini. Shule nyingi hazifundishi bajeti binafsi, akiba, uwekezaji, mikopo na riba, hatari za matumizi ya kihisia. Matokeo yake, watu wengi huingia kwenye maisha ya watu wazima wakiwa hawajui kabisa kucheza mchezo wa pesa, lakini wanacheza kila siku. 6. Kuishi juu ya kipato chako. Hili ni kosa la kifedha linalowaangamiza watu wengi wanaoonekana kama wana maisha mazuri, lakini kiuhalisia wanaishi kwenye presha kubwa ya kifedha. Kuishi juu ya kipato kunamaanisha gharama zako ni kubwa kuliko pesa unazopata. Kwa lugha rahisi, unaishi maisha ambayo mshahara wako hauwezi kuyabeba. Maelezo kwa undani. Kuishi juu ya kipato hutokea pale ambapo unakodisha nyumba inayokula mshahara wako, unatumia sana kwenye muonekano kuliko mahitaji, unajaribu kuendana na maisha ya watu wengine, unatumia mikopo kuziba matumizi ya kawaida. Tatizo si kutamani maisha bora, tatizo ni kuishi kabla ya muda wako kufika. 7. Kutegemea chanzo kimoja cha kipato. Hili ni kosa la kifedha linalowafanya watu wengi waishi maisha ya wasiwasi wa kudumu, hata kama leo wana kazi au biashara inayolipa. Kutegemea chanzo kimoja cha kipato kunamaanisha maisha yako yote ya kifedha yamesimama juu ya mguu mmoja. Kwa lugha rahisi, kipato kikisimama, maisha yote yanasimama. Maelezo kwa undani. Chanzo kimoja cha kipato kinaweza kuwa mshahara wa kazi, biashara moja, mteja mmoja mkubwa, mkataba mmoja. Tatizo si kuwa na chanzo kimoja kwa sasa, tatizo ni kutokuwa na mpango wa mbadala. Maisha hayana ahadi. Biashara inaweza yumba, kazi inaweza kupotea, afya inaweza kubadilika, uchumi unaweza kubadilika, na chanzo kimoja hakiwezi kupambana na yote hayo. 8. Kuchelewesha maamuzi ya kifedha muhimu. Hili ni kosa la kifedha linalowaumiza watu wengi, si kwa kukosa pesa, bali kwa kupoteza muda. Kuchelewesha maamuzi ya kifedha kunamaanisha kujua unachopaswa kufanya, lakini ukaamua baadaye. Na kwenye pesa, baadaye mara nyingi huwa gharama kubwa. Maelezo kwa undani. Kuchelewesha hutokea pale unaposema, nitaanza kuokoa nikiongeza kipato, nitawekeza nikipata pesa nyingi, nitajifunza elimu ya fedha nikitulia, nitapanga bajeti mwezi ujao. Tatizo ni kwamba muda haukusubiri uwe tayari. Kila siku unayoichelewesha, unapoteza fursa, unapoteza faida ya muda, compounding, unajenga tabia ya kuto kuchukua hatua. Asante kwa kutazama katika chaneli yetu ya Mwanga wa Jamii. Sasa chukua uamuzi mapema wa kuanza kubadilisha maisha yako, na usisahau kubofya alama ya subscribe button hapo chini, na ili uwe mstari wa mbele kwenye mwanga wa kweli wa mafanikio. Na hapa Mwanga wa Jamii, kila siku ni fursa ya kuelimika, kuimarika na kuangaza maisha yako. Kwa pamoja tunaweza kuleta mwanga mahali pengine pote. Hakikisha unaendelea kuishi kwa nguvu, hekima na mwanga. Tukutane katika video inayofuata ya mafunzo.